juu unajua Malaika inakuanga tricky juu pesa inaingililia mwenye channel. So the moment wanaitisha, maybe wakiitisha wanaitisha namba yako, wanaambiwa pana namba yake huwezi pata, namba yake hatuwezi tuweke nini. So unasikia me the time yenye nilifungua channel ndio watu wakaniambia, oh Mark, ulipata, nilituma 10k, nilituma 20k, nilikutumia nini hapo baadaye. Umejua hizi vitu kuna wengine hawazipati leo, hata tuko live leo, kuna wenye watawatch kitu kesho. Na ikiwa tulikuwa tunachangisha, mwenye ataipata hiyo pesa ataweka tu hapo. Pesa yenye mnaongelelea ni ile pesa yenye imesajwa kama mko live. Na hawasemi hata the next day, hawasemi. I'm telling you. Hata alafu nyinyi wanaume mkiwa pale hivyo kwa ile studio, wanawake wanawamezea mate. Alafu akiwapatia wanawake namba, lazima alipwe kitu ndio akupee namba yake. Lakini mimi sikuwahi lipa kwa sababu si yeye alinipea namba. Mimi namba ilikuwa tu just alinipa tu huyu mwenyewe, huyu nani, huyu muruo wenu alinipa mwenyewe namba yake. Nini muli fall in love? By the way, I thought you were going to be Shemko. Hapo ni nini kuja nikunywe uji? Si hata nilisaa sema wacha Malaika kuja hapa karibu, nitakimbia tu hapo nikunywe uji. Hapo karibu na kwenye. Ndiye Mungu naye ni mwaminifu. Unajua Mungu akiona unaenda kuanguka kwa nini, kwa matope, ama unaenda kuanguka kwa shimo, lazima anakuokoa mapema, kwa sababu Mungu aliona roho yangu na akaona huyu mtoto wa watu ana roho safi, lakini wale wanampangia mambo machafu, mambo mabaya. Kwa sababu huyu alikuwa hayuko hapa na mimi, na ndio mpaka utabiri, yani matabiri walikuwa nayo, mpaka Senior David anakaa pale mpaka anasema hey, Mungu ameniambia Malaika ni wako, yani anamtabiria mpaka yeye. Kumbe hata yeye alikuwa anajua ile kutabiriwa nilikuwa natabiriwa ni ya uongo, lakini mimi masikio yangu. Na unajua niliuliza Mungu aje, mbona mimi kila wakati naomba, mimi sioni yani sign ya kuniambia huyu mwanaume ni wangu. Sijawahi. Mimi nikashindwa. Yeye anasikia mpaka naambia Mungu. Mpaka huyu anaitwa huyu Taperi J, yeye alienda mpaka mlimani, analala huko na nini. Mungu, mume wa Malaika. Kumbuka mume wa Malaika ako kwa msituni huko, amelala kwa msituni na mume wake. Mimi nilikuwa yao. Sasa lazima wangetabiri kitu kama mimi. Sasa huyu kuna mke mwingine. Unajua that is a fact. Unaelewa? Sasa wakanifanya I think wakaniroga, walinirushia madawa, kwa sababu wao ni wachawi, si watu ambaye wanatumia wewe wako bure. Nikaanza kupenda mwanaume wa mtu, tena wanasema huyu ni mtoto na nini, anakaa mtu kama ako na miaka 50. Alafu kama ni mtoto ako 18 years ama ako under 18 years. Unaelewa? Walinichawi ndio niweze kukaa na huyu mwanaume, ndio waweze kunikula vizuri vile wanataka. Mimi nilikuwa ATM. Na ndio naona hii kutabiri kwao, walijua huyu tumweke karibu, tumutabirie, alafu tuendelee kumchawi. Ndio maana wale ni wachawi by the way. Si unaona kama Sini alisema juzi, akasema nimeambia wachawi wote wa join group. Na ile group sio wachawi. By the way, watu wakuje pale kabisa na waendelee kusema ukweli kabisa. Yaani ukweli. Na usikuje pale unakuja kusema kitu si za ukweli. Kwa sababu sasa unaona kwa hii live yetu ya leo, ndio I'm just seeing an episode which is coming from them. Ndio waanze kusema mambo ingine, maybe kuna wengine wataleta tu watabiri wengine wa uongo, waanze kutabiri wewe utakuwa unaniniwa hivi, wewe na then utapata watu wengine wanafuata hapa. Amusikie hawa sahi watu wenye wamejinini wivu juu ulikuwa umenunua gari. Nani ako na haja na gari? Nani ako na haja na nini yako? Nobody. Alafu wanajua kumanipulate people, kuambia watu like Nicholas ameninunulia gari, ndio wamanipulate more fans, ndio nanyi mwanza
wanunulia mavitu. Hakuna Nicholas. Hizi ni pesa tu za mafuta. Anita simu na akaniambia Senior David anaenda kununua gari. Yes. So hizi kitu mpya. Lakini it is good. Kitu yenye nini watu waendelee tu kukua content creators. The thing ni hiyo story ya nini, the only thing yenye watu wanafaa waangalie sasa ni in which way hii mambo ya conning through emotional. This is an emotional conning. Unajua wakati mtu ameenda na nini fikra zako, yani unaweza fanya lolote. Can you remember nilikuwa na watch Exposinga the story of huyu mama wa Tanzania mwenye ameenda as far as even selling a car, my friend. Hizo vitu surely wewe ni binadamu wa aina gani? Hata kama unakulia mtu si ukule hata ile yenye inatosha, lakini mtu anaenda as far as anakutumia over 3 million mtu mmoja hivi, na unajua kuwa chenye unafanya ni maybe uongo surely. It's so bad. Mungu, yani wapige magoti hata wamrudishie mama hata kitu kidogo. Wausha hiyo shamba wamenunua na pesa zake. Wamrudishie kidogo manake Mungu na yeye atawachapa. Imagine mtu anauza gari ndio atembea na mguu ndio akusaidie kwa sababu wewe uko na shida. Na wewe unakula raha zako na hizo pesa. Mko vaccine, muna act. Mnafanya vitu zinaonekana ni za ukweli. Can you imagine? Huyo mama hata kama True kama wewe ni mtu true. Mimi unasema wewe ni True. Na wewe ni tapeli, ninapita peli. Wewe ni mtu hata ufai kabisa kujiita hata True. Wewe ni Brukenge, vile ulimfuza asemage. Otini Odongo. Na ni Mjaruo. Unamfundisha mambo unasemage yeye ni gaidi. Hata utafanya auliwe. Huyo mama wa Tanzania, justice for her. Usa hizo masamba ulinunua kwa sababu kwa vitu zake, kwa pesa zake, urudishie. Yani mama atembee miguu ndio akutumie pesa. Wewe una akili kweli hata wewe True? Hata kama wewe ni mwanadamu, wewe mwanadamu wa aina gani? The devil is a liar. Very bad. You should not do that at all. Because it is bad. So yani unaongea takiria kila kwa group akiria sana. Malaika, kuna pali ambapo niliona kama mafans ni, let me use this word in quote. Niseme yani mafans walikaa kama wafala. The time yenye sasa Senior Dev alikuwa na amepatana na Joshua na Fred na those 3 people venye walikukalia tu, so wanasema kuwa nimetuma mtu aende auwe Senior Dev. Nakumbuka hapo, by the way ilikuwa acting hiyo. So let me just say this, huko nini amesema ati nimetuma mtu aende amuue. Then by that nilikuwa live. Ndio. Unaelewa? Nilikuwa live. So wakati nilikuwa live naambia mafans, iwapo mtu amekutishia maisha, ndio Malaika, nimekutishia na unajua penye niko. Imagine. Na mtu amekuja amekuwa specific akasema kuwa nimetumwa na Mark nikuue. What will you do, Malaika, kama ni wewe? Na unaona huyo mtu unajua kwake na huyo mtu wako live. Ndio. Na wewe unasema wewe ni DCI. Si ungekuja basi kama ingekuwa kitu ya uongo. Ama kama si acting. Si wangekuja wanishike. Ndio. Another one, nini ati mtu amekuja ati nimekula 5 million sijui ya Illuminati, watu wa Illuminati. The same way niko live. Na waambia bwana DCI, hata kama unasema ama niliyemwandikia hadi kwa nini, nikamwambia bwana, umejua from there sijawahi ongea na huyo Fred hadi kwa leo. Ndio. Sijawahi. Huyo mtu yule ni wakiburi, ngeongea na wewe maana anajua sasa nini kazi unaweza muexpose. So hivyo ndio nikaambia mafans kama ni hivi, watu bado walikuwa wanaendelea kunitukana. Ndio. Another thing yenye iliniudhi sana tena, Anita ni bibi yake Senior Dev ametoka kuexpose kusema hii na hii na hii. Ndio. My friend, hao watu wanatukana hata bibi ya mtu.
mtu ambaye amekaa na huyu mtu aende anamlisha, aende anamfanyia kila kitu. Watu wanachukuanga hizi vitu so personal sana. Watu waachane na mambo ya YouTube, si mambo ya kuweka kwa lang, si mambo ya kuweka kwa roho. Ziweke kwa lang, upumue na ziende. Ndio. Lakini ukiweka ati mara huyu, hizi ni mchezo za kuigiza. Watu wanaigiza. Yes. Yeah. Ona penye tulienda kuchukua hata Tycoon. Huko tulienda hadi sijui huko inaitwa aje, ni Kirinyaga wapi? Kirinyaga huko. Kwa nini tumeenda kumtoa hadi kwa nini? Watu wanajua mashimo ya kuweka watu. Sisi tulienda ilikuwa Kirinyaga. Huko ni Kirinyaga wapi? I just think. Unaona? Tulienda hadi huko. Hizi vitu zote tunafanya behind the scene. Behind the scenes inatengenezwa, inaambiwa nani waenda uingie huko. Lakini jioni wanalala nyumbani vizuri na wanakula vizuri. Watu wanalala nyumbani wanasema venye wanabaki tu akiscroll venye una watch na kucomment. Kazi yake ni kuangalia leo umeona wamesema nini kwa hiyo nini yenye tumeweka. Wana evaluate. Unaona? Nasema hapa pesa inaingia kwa views hapa. Wanasikia venye watu wanalia, wanasema bwana Mark jitayarishe, kesho tuko live na wewe. Unaona watu wanakutaka, watu wanataka, watu watuingie tukuchangie. Alright. Unaona? Hii kitu inaendana na mtu mwenye cloud imechukua. Mtu mwenye ako na cloud, ikionekana watu wameongea sana, wanakuonea huruma nini. Wanasema basi hapa ndio watu wanaweza, hapa ndio watu mpaka watoe pesa. Wewe uko na cloud, watu wanakuonea huruma. Mimi kuna time, wacha nikuambie, unakumbuka wakati tulienda kutoa huyo Tycoon. Tumetoka huko, Tycoon amekula nyasi nini, tumeleta Tycoon. Hiyo siku mchango ilikuwa ifanyiwe Tycoon. Unanielewa? Yes. So venye tuliingia kuchanga, waliingia kuchangia Tycoon, na Tycoon watu hawakuwa wamependa Tycoon vile. Unaona? Watu wakaona watu wajanini huruma kwa Tycoon, wakasema Mark jitayarishe hao watu tuseme hivi na hivi juu yako. Na hiyo siku niliingia nikachangiwa, tukachanga. Mimi sijui tulikuwa tunachangiwa juu ya nini? Sijui ilikuwa story gani. Unaona? So hii kuchanga iendangi tu ati kuchanga. Kuchanga inatokanga na ile video yenye imewekwa. Hiyo video ndio inaleta kuchanga. Yani ile how the crowd are saying. Hiyo video yenye iko na cloud, hiyo ndio inaleta kuchanga. The moment umesikia mambo ya kidnapping imeanza, jua kuchanga is loading. Unaona? Jua ukisikia mambo ya mambo ya uganga imeanza, kuchanga is loading. Yes. Unaona? Ndio. Ukisikia mtu sijui nani ameitwa akatupa nini tu amemwaga nini kwa macho ya mtu, jua kuchanga is loading. Kuchanga. Yaani wanatafuta kitu tu ambayo itafanya watu wachange tu. Kitu yenye watu wataona huruma. Nani ana nini? Alafu unapeleka watu mbali. Ndio gari iweko mafuta. Si mbali gani? Si mbali gani unapelekwa? Ni mbali gani ama watu wanaenda pali pengine hapo penye watu hawajui na waonyeshi signboard. In fact director anaambiwa usishike signboard. Watu watajua tumenini hapa. So hapo wanaenda wanaingia kwa msitu ingine, gari inawekwa kanini ya msitu ati tumekwama hapa. My friends, fungukeni akili. Kweni watu ambao wanajua watu wanateseka huku nje. Yes. Hata mafamilia zetu watu wanateseka. Watu wanaaje kumwaga pesa kwa ile njia isiyo halali. Ni ukweli kabisa. Niliambia watu wasibebewe akili, na nilikuwa nasema in general. Manake nikisema mtu asibebewe akili inakuwa in general, manake kuna watu wengi pale nje ambao yani wanabebewa akili wewe haujui. Kama mimi nilikuwa nimebebewa akili sana. Mimi kama pesa nimetuma na si hata
kwa YouTuber moja, wengi sana, na ninalia mpaka machozi, mpaka saa zingine, na hiyo machozi yangu Mungu akanilipa, na yani akawacharaza hao watu. Kosa huyo keti, Mungu amkumbuke sana, manake huyo mtoto wa watu, sijui alikuwa mtoto ama nini, lakini mtoto wa watu labda hata aliacha brother yake akiteseka akatuma pesa kama hizo zote. Si unajua hiyo ni mbaya sana. Unajua wakati unatuma pesa na unajua kweli huu ni mgonjwa na ni wa ukweli. Manake but hapo wacha niseme kuwa umejua wewe mwenye umetoa na hiyo roho yako, wacha nikwambie, kwa yule ambao hiyo pesa inamuingilia, yeye ndio laana inamrudia. Wewe mwenyewe mwenye umetoa hii pesa utabaki kubarikiwa. Kwa nini? Umejua wewe umetoa ukiwa unajua kuwa unaenda kusaidia mtu. Chenye nauma ni kuwa ugundue kuwa hiyo pesa haijasaidia mtu. Hiyo ndio sasa kitu ambacho itakuchoma. Unaona mimi kitu ambacho ilileta shida yangu mimi na Senior Dev, the time nilianza channel nilikuwa nifanye nianze channel ya maybe kuanalyze hizi story ya nini, but mimi nikasema hapana, wacha nifanye hii kitu inaitwa charity. Na by the way mimi hata wa sasa mtu aanze kuniambia Mark, nimefika Kenya, nilituma pesa yangu usaidie fulani wa fulani, kitu yenye nitakwambia, ninapanda gari kutoka Homa Bay na kuja all the way to Nairobi, tukutane tuende kwa huyu mama, najua penye wako wenye nilisaidia, niulize hii si kitanda yenye ulinunulia huyu, nilinunua, na hii si nini yenye ulinunulia huyu, si nilisema hii, nilisema. Huyo mtu atakwambia Mark aliweza kutusaidia hivi na hivi na hivi. Ndio. Naona. So najua kuwa binadamu ako na udhaifu wake, na penye mtu anafanya kazi ndio maybe unakulia. Yes, siwezi sema kuwa mtu hapo nini. Hiyo kidogo yenye nilipewa kwa hii channel yangu, kitu ya kwanza yenye nilikuwa nafanya, ninaenda ninasaidia mtu, ile kidogo yenye ninabaki nitakwambia fulani nilifanya hivi, lakini hii nilibaki nayo ili niweze kujisaidia nayo. Yes. Ni watu ambao nilikuwa nakutana nao moja kwa moja. Nilikuwa naweza kuambia. Kuna mimi fan mwenye alitoka hadi kwake akakuja na vitu tukaenda kutembelea mama na watoto 6. Ndio. Tulienda hata yeye akajionea kwa macho akasema kweli Mark au watu wako na shida. Yes. So ndio unaweza fanya kitu, maybe umepata mtu ajiwezi, lakini do not take an advantage. Ni very bad kuteka an advantage because yes. Unajua kama saa hizi December nilikuwa Kenya, na hiyo December si mara moja niliuliza kama naweza ona Bravo juu nilikuwa nimemletea gift, tofauti tu hivi. Yani lakini nilipelekwa hivi nikapelekwa hivi, nilikuwa nimepromise kumletea saa kama hii, na nilikuwa nimepromise kumletea viatu, lakini viatu zikakuwa by the way kubwa sana, ilibidi sasa nirudishe kwa shop, lakini muda wangu ulikuwa umeisha, sasa nikawa ninakuja, na nilikuwa nimemletea mashati, na hizo mashati nikasema nataka kumuona. Yani nilipelekwa hivi nikapelekwa hivi, sasa kukawa sasa mwezi karibu uishe, na kunakuja ni familia ambao wanakuja kwa nyumba wakiona hizo saa. Sasa ikabidi nikaanza kupeana hizo gift. Hata hiyo saa haikumfikia, manake nilipea pastor mwingine alikuja pale, nilikuwa naishi na my sister, and then nikampea juu mimi siataki mtu hivyo. Kuna viatu ilikuwa tamu sana, kiatu kizuri sana, nikapeana huko. Haya, lakini mashati nilimpatia Senior David, na time tu wakati tu karibu niende, nilishungushwa hivi, nilikuwa niende nimuone. Nilipost story nyingi sana, alifungwa Kamiti forever. Kwani Kamiti si watu wanatembeleaga watu. Haya, wanatembeleanga. Yeye, atarudisha DCI friend kama akupe ruhusa vitu kama hizo. Lakini niliambiwa amefungwa Kamiti forever. Mimi sikuacha nimeona Bravo kwa jela. Juu ilienda hivi story, yani wako busy, lakini walikuwa tulikutana na wao kwa club. Hiyo ilikuwa ina shida. Na pia Senior David akakuja pale nilikuwa naishi, akakuja na gari, tukakaa naye kwa gari, nikampea magift, vitu kama hizo. So I wondered, mbona sikupelekwa nione Bravo? Hata mafans walikuwa wanasema jamani, Malaika siwende hata kwa studio. Sikutoka nimeenda,
So hii story ilipelekwa hivi ikapelekwa, sikumuona. Na mimi ningeenda hata nionyesha watu kweli nimekutana na Bravo because I was suffering. Na roho yangu kweli. Nikuulize Malaika, uliweza kuenda kwa studio ya Senior Dev, uliwahi enda? Sikupeleka, sina kwambia story ilikuwa nyingi, wako busy naye Bravo ako commit forever. Na sasa wakati ambapo ulikuwa unaishi na huyu rafiki yako penye mlikuwa mnaishi, yeye akienda kazi alikuwa anakuambia anaenda kazi wapi? Wacha hata hivyo, mpaka kuna siku nilimwambia sitwende yaki na wewe Begu nionyeshe mahali unafanyana kazi. I said before leaving God, alikuwa ananiambia mimi sitaki watu wakuone pale hivyo, manake hiyo kesi naenda kudili naye ni kubwa. Sasa yeye hata nampigia bado niko kwa ofisi. Hakuwahi nipeleka, alafu hakutaka wakati tukiishi naye pale hivyo, hata kama ni maziwa ama mkate alikuwa anataka, ananiambia sitaki utoke nje, manake unajua saa hizi chorea unaona vile wananitishia na wakijua nini wanaweza kidnap bibi yangu. Sasa mimi nikamwambia mimi hata naogopa, alijua mimi ni muoga. Mimi siku hata nje alikuwa naenda kununua mkate na maziwa, lakini mimi bado nilikuwa nampea pesa. Hakutaka kwenda, aliniambia wewe unajua vile wananitafuta inaweza kuwa mbaya sana. Na sasa wewe kuna time hapa Malaika unasema ulikuja kufikia the time alikuja akakwambia we are doing this thing kwa Senior Dev hivi na hivi. I heard you talking about it yesterday. Ukisema wakati ulisanitize brother yako. So from there si ulisajua ukweli? Hata watu ninashindwa kwani hawana akili. Mimi mwenyewe nakwambia tulienda hoteli, hata hiyo video nitawashare naye kesho kama nitakuwa na muda wa kuishare. Hiyo video tulikuwa hoteli inaitwa Palelo pale Thika. Na wakati tulikuwa hapo tulikuwa na the whole of my family. So hapo opportunity katokea na akaniambia usifanye vile kina Senior David wanafanyaga. Nikamwambia mnafanyaga aje? Si hao brother yako unaweza wasanitize. Nikamwambia by the way ma content creator wacha niwachukue, si ndio? Hakuna mtu. Na mimi ni mtu ambaye nilikuwa ninasema tutakipa hiyo secret. Kwa sababu hata nilikuwa sioni kama ni kitu mbaya. Sasa yeye wakati tulichukua ndiye alienda kubreak hizo news kwa Debbie. Mimi nilishangaa Debbie akiongea hiyo mambo kwa mtandao wakati walikosana na yeye. Nikasema kwani Fred ni kama mwanamke aje kunyamaza mtomo perepere. Ananiambia mimi ni perepere. Lakini yule hawezi akakuwekea siri. Alienda kutoa huko. Mimi nilishangaa mpaka nikasema alienda kusema ni kitu. Debbie alisema kama nyinyi hamtaki kuamini, MK alifanya video. Na hiyo video alifanya na simbringi wake. Na hiyo video ni Fred aliniambia ni yeye alimwambia wafanye vile Senior David wanafanyaga nini? Wanafanyaga. Hiyo video iko kwa mtandao. Huyo alikuwa ni my real brother na wife yake na wamekaa 10 years. Si mtu nilienda kwa street. Hiyo ilikuwa my first time to sanitize a couple. Hata ndio niliandika hiyo video. And I didn't know myself. Yaani hivyo ndio inaendaga. Message nilikuwa nasoma kwa simu. Ilikuwa ni fake. Nikaanza kuuliza, huyu si Wanjara. Tunamwambia yeye alikupea vizuri. Nitawekea watu wangu hiyo video kesho. Ama kesho kutwa. I am telling you. Hiyo ndio kitu yenye nilikuwa nasema. Unajua ile urafiki yenye ulianza kujenga pale. Haidi kuruhusu uweze kuanza kutapika maneno juu wewe ni binadamu razini. Hauko unataka kuharibia wao. Lakini hao wakianzanga kuharibu, hao wanaharibu bila kuangalianga. Unaona? Hawajuangi kuna huyu mwingine anategemea huyu na huyu anategemea mwenzake. Unaelewa? Hiyo ndio shida yenye watu wetu wako nayo. Ni watu ambao waangalie side ya mwingine. Lakini hao wanataka uangalie side yao. Yes. Hiyo ndio shida yenye inatokea.